Ni simulizi la binti aliyekataa kumzika baba yake. Kulikuwa na binti mmoja aitwaye Neema. Alizaliwa katika familia ya kawaida sana kijijini. Baba yake alikuwa mkulima wa jasho na mama yake alikuwa akipambana kwa kila hali kuhakikisha watoto wake wanasoma. Neema alikuwa mtoto wa kwanza nyumbani kwao. Tangu akiwa mdogo alikuwa na akili sana. Walimu walimpenda. Kila mtihani alikuwa wa kwanza au wa pili. Baba yake alikuwa akisema kila mara kwamba huyu mtoto atatutoa kwenye umaskini. Ilikuwa kweli. Familia ilijinyima sana. Baba aliwahi kuuza ng'ombe wake wa mwisho ili Neema aende sekondari ya bweni. Mama yake aliwahi kuuza vikuku vyake vya ndoa ili kulipa ada ya chuo. Miaka ikapita. Neema akafaulu kidato cha 6 kwa alama za juu sana. Akachaguliwa kujiunga na chuo kikuu jijini. Siku ya kumuaga baba yake alimkumbatia kwa machozi na kumwambia, "Usisahau tulikotoka mwanangu." Neema akaondoka kijijini akiwa na ndoto kubwa. Maisha mapya mjini baada ya kwenda chuo. Akiwa chuo kikuu, Neema chuo kikuu kilimbadilisha sana. Alikutana na marafiki wapya. Maisha ya mjini yakaanza kumvutia. Taratibu akaanza kuona aibu kutaja anatoka kijijini. Alibadilisha hata lafudhi yake. Alipopigiwa simu na mama yake, mara nyingi hakupokea. Aliona kama familia yake inamrudisha nyuma. Mwaka wa pili chuoni, Neema alipitia kipindi kigumu. Alifeli baadhi ya masomo. Akaingia kwenye msongo wa mawazo. Rafiki yake mmoja alimshawishi waende kwa nabii maarufu aliyekuwa akifanya maombi ya mafanikio na kufungua nyota. Neema akakubali kwenda. Nabii alipomwangalia akamwambia, "Ninaona kuna watu wanakuvuta chini. Wako karibu sana na wewe. Wako kwenye damu yako." Neema akashtuka. "Wazazi wako? Ndugu zako? Kuna roho ya wivu. Ndiyo maana mambo yako hayaendi." Maneno haya yalipenya sana moyoni mwa Neema. Akauliza kwa sauti ya hofu, "Nifanye nini?" Nabii akamwambia, "Lazima ujitenge nao, uwakatae, uvunje kila kiapo cha kifamilia, usirudi nyumbani, usile chakula chao, usizike wala kuhudhuria mambo yao." Neema akaamini. Tangu siku